Ulimwengu wote uko hapa kwa sababu tunaangalia mazingira. Mazingira. Ila mume wangu, na habari njema. Habari njema? Habari gani? Otea kidogo. Otea. Bahati mbaya mimi sio mganga haramu. Ila mimi ni mimi ndio muda mrefu. Wale nitimie mangu. Nikupe usome au nikusomee? Kwa baba hata kwa mama. Huu sio muda sahihi, bado ni mapema mno. Sihitaji mtoto kwa sasa, ndoa yetu bado mchanga sana. Inabidi tuifurahie kwanza ndoa yetu. Unasema nini mume wangu? Mangu, jana nitaka tuongee, lakini ukanipa visingizio kibao. Mara umechoka, mara unasinzia, mara sijui vitu gani. Sasa hivi nimekuita ili tuongee. Maana sasa hivi hamna mtoto, hamna kuku wala nani. Na mambo haya matatu tu. Jambo la kwanza kuhusu Zabibu. Jambo la pili kuhusu yule kijana nani Dide. Na la tatu kuhusu yule mahali ulikuja kuniambia kuhusu matatizo ya Zabibu. Mara sijui ananyanyasika na mume wake huko. Mara sijui ateseka, yani sikukuelewa vizuri kwa sababu nawe ulifika na mambo yako. Lakini ile la pili mume wangu la kuhusu yule mtoto wa watu Dide. Hivi Dide si ametoa mali kabisa? Nusu ipo ndani. Mbona mali iliyobaki ni ndogo sana mume wangu? Sasa kuna sababu gani ya wewe kukaa huko vichochoroni na kuanza tena kumkorofisha mtoto wa watu? Hivyo ni kama wajivunjie heshima. Hivyo unajua kama ushakuwa ni mtu mzima sasa. Umri wako na mambo unayofanya ni vitu viwili tofauti. Hivyo ni kama wajizalilisha mama. Utakuwa lini? Mambo haya yatakiwa afanye watoto wadogo, sio mtu mzima. Na la tatu kuhusu hiyo mahali mwangu. Hivi nani alikwambia kwamba mahali huwa inaisha? Mali haiishi, sisi ni Waislamu. Hebu tumuozeshe mtoto naye akaangalia maisha yake. Hiyo mali italipwa tu. Sasa tunavyokuwa tunambanabana hivi mtoto mara huku, huoni kama tunamkosesha riziki yake? Hivi kwa nini tusimfundishe mtoto wa ndoa akakae na mume wake, wajenge familia yao? Tutambana hivi mtoto hadi lini? Lakini ukumbuke kwamba ile mahali sio yako wewe wala sio kwangu mimi. Sio kwa ubaya, lakini mimi nataka tujenge tu. Mtoto mruhusu aende akaishi na mume wake, aanzishe familia yake. Utamshika, yani utambanabana hivi hadi lini? Mimi ndio hayo nilikuwa nataka nikwambie mama.
Sasa kama labda kuna sehemu nilipokukosea au nimekukosea, sawa. Mimi yangu ndo hayo kipenzi. Ushamaliza kuongea? Mimi nilijua umeniita hapa kuna mambo ya muhimu nataka kunieleza. Kumbe ni huo pumbavu. Alafu mke wangu nilijua wewe kichwa. Kumbe pumba tupu. Ama kweli kichwa cha kuku usikipe mzigo kitakuumbua. Kichwa cha kuku ukikipa mzigo kubeba kitakuumbua tu. Sasa basi nisikilize. Naanza na huyo mume wake Zabibu. Huko nishaacha habari huko. Huko kwa mke wake nishaacha habari. Unaliona hili? Nitampiga mabapa kwanza kabla kumkatakata viungo vyake. Alafu pili kuhusu huyo Dide. Huyo Dide anakuongaonga visenti mke wangu Unachukua bashishi Manake sikuelewi. Mimi najua mke wangu tukae pamoja, mambo yetu yawe pamoja. Leo unanisaliti. Huyo Dide kakupa nini hasa wewe? Maki kila ukikaa Dide. Alafu naye huyo Dide ama zake ama zangu. Tabia kumsubiri Salma njiani kila akipita anamsimamisha. Kitamkuta kitu. Alafu kuhusu hiyo ndoa unaosema sijui mahari hapo ndani, sijui nini. Wewe anakuhusu nini au mahari? Msimamo wangu mimi bado uko pale pale. Wamalize mahari ndo nimwozeshe. Na wakichelewa dau litapanda. Sijui umenielewa kwa makini? Sasa basi, wakati mwingine ukiniita kwenye vikao vyako, hakikisha ni vikao vya muhimu, sio vikao vya kizembezembe. Huwezi kushirikiana na mimi, basi kaa kimya. Niachie mimi mambo yote hayo. Mimi ndo mzee chafua mtaa. Au alwata nguo gani? Sipangiwi. Naona huu mji huu umeshaanza kukuchosha. Utaondoka aje mwingine hapa? Mimi nilitegemea hapo utaniita, mume wangu njoo tupange, manake vikoba tayari hela ishatoka, tuongeze chumba au tununue pengine pikipiki vijana wafanye kazi. Unaniita tu kwa pumba kama hizi. Alafu bibi wewe, kuanzia leo ukiwa unatoka hapa nyumbani, pale mezani acha hata anaangalia 2,200 bwana. Mimi kawa siku hizi hata simi. Wewe ukitoka unatoka kila kitu, meza inakuwa nyeupe bwana, kama meza ya gereza. Ala? Sasa hela hiyo unaificha ficha. Sasa wewe hiyo hela yako utaki mimi ni ile sasa hivi. Nisipokula sasa hivi ni ile nikiwa kaburini. Mama chafua we. Pendo gani huo mama? Karibu. Asante madam. Huyu bwana nimemkuta. Kuna haja ofisini? Ofisini hayupo. Na toka asubuhi simu zake hazipatikani. Kuna issue nilikuwa nimemletea. Issue gani hiyo? Nimemletea hizo document azisign. Ni muhimu sana. Alafu wahusika hapo ofisini wananisubiri. Naweza nikasaini kwa niaba yake? Hapana madam. Sio utaratibu wa kazi. Nesi kuna maana ameelekea. Alafu simu yake toka kwenye machaji. Lakini sawa. Ngoja mimi nitajua cha kufanya. Sawa, karibu. Asante.
Kobra mwanangu, toka jana kutwa nzima nimekaa nikikusubiria mpaka usiku wa manane, lakini wapi, na sijui ulirudi saa ngapi jana. Hayo maongezi niliyokuitia hapa, hali hapa nyumbani ni tete. Jana usiku tumekosa kula chakula. Tunakosaje kula chakula na wewe upo Kobra? Mimi nimezaa mtoto wa kiume. Leo hii imekuwa mimi nashindwa na 2,000 kwenda kunywa kahawa kweli? Sio kweli Kobra. Enzi za ujana wangu mimi nilivyokuwepo kama wewe, babu yako na bibi yako hapa walikuwa hawalali njaa, wanakula kusaza. Eti leo hii mimi nikuomba ila kahawa 2,000, wakuhangaika kutafuta ila kahawa 2,000 kweli? Sio kweli Kobra mwanangu. Inabidi uingie kazini ukafanye kazi. Sikufundishi uni na kufundisha umafia. Fanya kazi. Lakini leo hii imekuwa sisi tunalala njaa. Kobra. Simba anamzaa simba. Chui anamzaa chui. Mamba anamzaa mamba. Hata siku moja simba hawezi kumzaa swara. Mtaani huko wageni kibao wameshajaa. Watoto wa chuo wanapita na iPhone, wanapita na nini? Fanya kazi baba, fanya kazi. Sawa Dingi, mimi nimekuelewa. Ni kweli kama unavyosema, simba anamzaa simba, chui anamzaa chui, na hata mamba naye anamzaa mamba. Kama wewe ulivyokuwa Kobra na mimi basi ulinizaa Kobra. Lakini Faza, hapa taoni changamoto nyingi siku hizi Faza. Mabumu wenyewe watoto wa chuo wanachelewa kutoka. Unaweza ukamkaba ukamkuta hana chochote. Nakuwa napoteza muda, napoteza time. Selenge zangu wewe mwenyewe unazijua Faza. Alafu unashindwaje kumfuata Mlamu ule ukaongea naye? Mlamu anatoka kitambi tu kwa sababu ya masapta ya dada. Ananenepa. Mimi nilimfuata nikaenda kumweleza jiwe moja. Niende Afrika Kusini kwa Madiba. Ule michongo ipo Faza. Mimi hapa napoteza time. Wewe ushindwe kumfuata. Yule mkwe wako, nyumba kali, maisha mazuri. Jiwe moja Faza, jiwe moja Faza. Mimi nikienda kwa Madiba Faza, wewe utakuendesha ndege. Wewe utakuruka na watoto wakali klabu Faza. Wewe ongea naye, mimi niende kwa Madiba bwana. Ukisikia akili za mpepe, hizo ndo akili za mpepe, hizo ni akili za bangi. Unawaza maisha kwenda huko wakati hapa hujajua maisha yako hatima yake nini. Alafu basi nimekumbuka, kuanzia leo hii kila kilicho juu yangu mimi lazima na wewe uwepo. Nakupa jukumu la kumlinda dada yako. Kuanzia leo atakapokanyaga dada yako, ushoto unaye, kulia unaye. Manake huyo Dide anataka kutusumbua akili zetu. Sasa nakuachia rungu la kipepe. Wewe ndio Pilato, utoe hukumu. Sisi tumeelewana? Hilo limeisha Faza. Na sio mimi tu, kama unavyojua mimi na gang kubwa mtaani hapa. Kwa hiyo mimi nitafuata hata vijana wangu, tenda kuwaelekeza. Nikishawaelekeza tunajua hilo limeisha. Atapokunja kulia nipo naye, kushoto nipo naye. Selenge dazeni Faza. Wewe usiwaze kuhusu hilo Faza yangu. Hilo limeisha. Nimekuelewa Faza. Kuhusu hilo ondoa shaka Faza. Hilo limeisha. Wewe ndo Kobra anayekujua bwana. Yaani bora nilivyokukuta. Hivi unajikutaga wewe nani? Au unajikutaga wewe serikali?
au unajikuta nani eh? Sitaki uwe na mazoea na dada yangu, sitaki wala sihitaji uwe na mazoea na dada yangu. Sijui unanielewa? Kobla, wewe unatambua fika kwa Salma mimi ni mchumba wangu, na kwa nini kila kukicha vikwazo haviishi juu yangu? Dide, hata macho ya kipofu hayaoni kizani. Hii mimi ndio itakuwa mara ya kwanza na mara ya mwisho, ila tambua popote nitapokukuta, ama zako ama zangu, macho yangu macho yako, na tutagawana majengo ya serikali. Na ninakutahadhari, kwa sasa bado hajawa mkeo, kwa sasa hivi ni mchumba wako na sio mke wako. Fuata utaratibu, maliza mahali, mambo mengine yataendelea, ila kwa sasa sihitaji kukuona naye. Naondoka. Popote nitapoona au utapokusikia upo na dada yangu, basi jua ama zako ama zangu. Najuta hata kwa nini nimechumbia katika hii familia. Nahisi hata ndoa yenyewe itakuwa ngumu kuliko hata huu uchumba. Asante. Karibu baba wangu. Asante pia malkia yangu. Unajua umenishtua sana. Kuna tatizo gani? Baba kanipigia simu, kaniambia nisitishe likizo yangu. Kapata safari ya dharura. Kwa hiyo, nataka leo tutoke out, nikaweke mwili wangu sawa kwa ajili ya kujiandaa na majukumu ya kesho. Kumbe nilo. Unajua nilijua kuna tatizo kubwa. Kweli, lakini mimi si sauti yako. Wewe unapenda masiala eh? Sawa. Mimi naona bora tumeishie hapa. Maana nikisema nije huko kwenu, mambo hayawezi kuwa mazuri tena. Kwa sababu pale kwenu sasa hivi kwangu pamekuwa kama jehanamu. Baba yako, kaka yako, kila kukicha waishi visa juu yangu. Hadi nashindwa nifanye nini. Kwa sababu huu tu ni mchumba. Ndoa yenyewe itakuwaje? Afu kumbuke mimi nimeshatoa mahali. Bado swala dogo tu kuizinisha tufunge ndoa. Lakini vikwazo juu yangu haviishi sana. Afu kumbuka si Waislamu. Basi sawa, nimekuelewa mpenzi wangu. Na mimi subiri tuwahi, maana akitufuma hapa kesi nyingine kama unavyonijua babangu. Naomba niwahi nyumbani. Salma, ina maana umeshindwa kukaa na mama akamkonvince mzee alipitisha ili swala? Dide, nadhani mjui vizuri babangu. Babangu ni king'ang'anizi. Unadhani mama hajaongea naye? Mama kaongea naye lakini kakataa kata. Mimi naona tupambane, tumalizie tu hilo swala.
ili tuwe wa milele. Mpenzi wangu, babangu na kakaangu wavumilie, ni ya muda tu, yatapita. Usisahau mvumilivu hula mbivu. Salma, mimi naona bora tuishie hapa, manake hapa pia naona upepo sio salama, muda wote tunaweza tukafumania. Salma, nakupenda sana. Hata mimi nakupenda pia mpenzi wangu. Usijali, usiweke wasiwasi. Unavyonipenda wewe, mimi nakupenda zaidi.